Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji, mbele yako ninaitwa Mwalimu Manyasi, ni mwalimu wa lugha ya Kiingereza, na leo tuko kwenye mwendelezo wa video iliyopita ambapo tulijifunza direct na indirect speech. Kwa leo tutajifunza indirect speech rules, sheria za kauli taarifa. Kwa hiyo tutaangalia sheria ambazo zinatumika kubadilisha sentensi kutoka kwenye kauli halisi kwenda kwenye kauli taarifa. Na tunazo sheria 4. Sheria ya kwanza, sheria ya pili, sheria ya tatu na sheria ya 4. Kwa tutaangalia sheria moja baada ya nyingine. Tukianza na sheria ya kwanza, tunasema replacing comma and quotation marks with a word that, kwamba kubadilisha alama ya mkato pamoja na alama ya fungua na funga semi. Fungua na funga semi tunaziita quotation marks with a word that, kwamba sheria ya kwanza inataka tubadilishe alama zile za uandishi ambazo tuliziona kwenye sentensi zetu za direct speech, zibadilike zile alama, zitoke maana. Tunazibadilisha zile alama, tukiziondoa tunaweka neno that. Tuangalie mfano wetu huu hapa. Inasema she said. Hapa kuna mkato, hiyo tunaita comma. Halafu hapa kuna fungua semi. Halafu kuna funga semi. Kwa hiyo sasa sheria yetu ya kwanza inataka tuondoe hizi alama hii na alama hii, tunaziondoa na kisha tunazibadilisha alama hizo zinakuwa neno that, ambapo kwenye sentensi yetu sasa tutasema she said that she was very happy. Hiyo ndiyo sheria yetu ya kwanza. Sheria ya pili inasema changing pronouns, kubadilisha viwakilishi. Kwenye sentensi zetu tunaona kuna matumizi ya viwakilishi. Hapa kuna she, hapa kuna I. Sasa she na I, maneno haya tunayaita ni viwakilishi kwenye lugha ya Kiswahili. Maana ni maneno ambayo yanawakilisha jina la mtenda wa jambo. Hayo tunayaita pronoun. Sasa maneno haya ndio tunayoyaita pronoun kama nilivyokwisha kusema. Lakini tunapozungumzia sheria ya indirect speech ni kwamba tunapobadilisha sentensi hii kutoka kwenye direct speech kwenda kwenye indirect speech, ni lazima tubadilishe viwakilishi. Kiwakilishi hiki ambacho kiko kwenye fungua na funga semi. Kwa mfano, tuna kiwakilishi I hapa. She said, I am very happy. Ni kwamba tunapokuja kuondoa hizi alama za funga na funga semi, basi hiki kiwakilishi kilichopo hapa ndani ni lazima kibadilike kiendane na sentensi itakapokuwa kwenye wakati kwenye kauli taarifa. Na tunaona hapa tulisema she said that she, manake I amebadilika kuwa she. Na ni kwa nini amebadilika? Kwa sababu mwanzoni huku tunamzungumzia yeye. Kwa hiyo tunasema yeye alisema mimi nina furaha sana. Mimi nina furaha sana. Lakini huku sentensi inasema she said that. Yeye alisema kwamba yeye alikuwa na furaha sana. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba mabadiliko yanajitokeza ya kiwakilishi. I amebadilika na kuwa she. Video itakayofuata tutaona mabadiliko ya viwakilishi mbalimbali, kwamba kiwakilishi gani kikiwa kwenye direct speech kitakuwa hivi na kiwakilishi hicho kikienda kwenye direct speech kitabadilika na kuwa hivi. Tutaangalia. Sheria ya tatu inasema
kuna mabadiliko ya wakati, changing of tenses, changing tenses, changing tense, kwamba kuna mabadiliko ya wakati, kwamba kumbe tunapobadilisha sentensi kutoka kwenye direct speech kwenda kwenye indirect speech ni lazima kuwe na mabadiliko ya nini? Ya wakati. Mfano, she said, alisema, I am very happy. Mimi nina furaha sana. Kwa sentensi hii iko kwenye wakati uliopo, hali ya kuendelea. Mimi nina furaha sana, kwamba huyu mtu anazungumzia wakati uliopo, kwamba hiyo furaha alionayo ni sasa na bado anayo. Lakini huku ukija kuangalia, kwa sababu tunatoa taarifa, maana tunatakiwa tuzungumzie jambo ambalo limekwisha kupita. Unapoenda kutoa taarifa kuhusu kauli ya mtu, si tutazungumzia wakati uliopita, maana sio muda huu tena. Ndio maana tunasema she said that she was very happy. Yeye alisema kwamba yeye alikuwa na furaha sana. Kwa kumbe hapa kuna wakati uliopita, hali ya kuendelea. Sasa kuna sheria za nyakati, kwamba sentensi inapokuwa kwenye wakati fulani, inapokuwa kwenye direct speech, ikienda kwenye indirect speech inatakiwa ibadilike iende kwenye wakati fulani. Tutaangalia kwenye video zijazo. Lakini sheria ya 4 tunasema ni changing adverbs of time, kubadilisha vielezi vya wakati. Lakini tutaangalia kwenye video inayofuata. Sasa basi, usisahau kusubscribe. Alika na wenzako tujifunze pamoja. Karibu kwenye video zijazo ili tuweze kujifunza zaidi kuhusiana na lugha ya Kiingereza. Asante na kupenda sana.